Rais wa Marekani Donald John Trump ametangaza kutofurahishwa na kile amesema kinachofanywa na serikali ya Irani chini ya kiongozi wake Mujtaba Khamenei Husseini. Rais Trump amebainisha hilo juu ya kile ameeleza kama pendekezo la hivi karibuni la Irani kuhusu suluhu ya vita ya takribani miezi miwili. Afisa mmoja mwandamizi wa serikali ya Marekani amemnukuu rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba Irani imekuwa ikififisha matumaini ya utatuzi wa migogoro unaoendelea huko Mashariki ya Kati kati ya pande mbili za vita, akisema Irani imekuwa ikivuruga usambazaji wa nishati, kuchochea mfumuko wa bei na kuua maelfu ya watu huko Mashariki ya Kati. Licha ya hayo, chanzo hiko pia kimemnukuu rais Trump akisema pendekezo la hivi karibuni la Irani lingeweka kando mjadala wa mpango wa nyuklia wa Irani hadi vita vitakaposimama kamili, kufuatia kusitisha kwa mapigano yaliyotangazwa mapema mwezi huu, na pengine hiyo ingerahisisha usafirishaji wa bidhaa mbalimbali kutokea Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kauli hiyo rais wa Marekani ya kutofurahishwa na pendekezo jipya la serikali ya Irani chini ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu amejanabaisha, ikiwa ni katika dhamira yake ya wazi ya kudhoofisha na kusitisha umiliki na urutubishaji wa silaha za nyuklia kwa watu wa Irani, akisema swala la nyuklia linapasa lishughulikiwe kikamilifu hivi mapema kabla athari hazijawa mbaya zaidi. Afisa huyo wa Marekani ameendelea kutoa taarifa zaidi juu ya kauli mbalimbali za rais wa Marekani Donald John Trump, akielezea juu ya mipango mbalimbali ya rais wa Marekani Donald John Trump kupitia washauri wake. Naye msemaji wa ikulu ya White House Olivia Wallace amesema kwamba Marekani imekuwa wazi kuhusu mapendekezo na mstari wa mbele wa Marekani katika kukomesha vita vilivyoanza mapema mwezi Februari mwaka 2026. Makubaliano ya awali mwaka 2015 kati ya Irani na nchi nyingine nyingi ikiwemo Marekani yalipunguza vikali mpango wa nyuklia wa Irani ambao kwa muda mrefu yamesisitiza kuwa ni kwa madhumuni ya amani na kiraia, lakini makubaliano hayo yalivunjika wakati Trump alipojiondoa katika muhula wake wa kwanza madarakani. Akiendelea kulizungumza hilo, msemaji huyo wa ikulu ya White House Olivia Wallace amesema, na hapa ninamnukuu, matumaini ya kufufua juhudi za amani yamepungua tangu rais wa Marekani alipofuta ziara iliyopangwa kufanyika weekend iliyopita na mjumbe wake maalum Steve Witkoff akifuatwa na mkwewe Jared Kushner kwa mapatanishi ya Pakistan huko Islamabad. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisafiri kwa gari kuingia na kutoka Islamabad mara mbili mfululizo wakati wa weekend. Pia alitembelea Oman na Jumatatu akaenda hadi Urusi ambapo alikutana pia na rais wa Urusi Vladimir Putin na kupokea maneno ya kuungwa mkono na mshirika wake wa muda mrefu Rais Vladimir Putin wa Urusi. Hata hivyo, kufuatia hilo, naibu waziri wa ulinzi wa Iran Reza Taraelnik amesema kwamba Tehran iko tayari kushiriki kikamilifu uwezo wa silaha za kujilinda na uzoefu uliopatikana kutokana na kile amesema kushindwa kwa Marekani na mataifa huru yakiwemo yale ya shirika la ushirikiano la Shanghai. Kambi hiyo inajumuisha Iran, Urusi, China, India, Pakistani na mataifa ya Asia ya Kati. Uhasama unaendelea kati ya Iran na Marekani umeelezwa kupandisha bei juu za mafuta na kufikia kileleni zaidi, ikielezwa kwamba bei hiyo ya mafuta imepanda kwa karibu 3%, hali inayoelezwa kuwa mbaya zaidi tangu kutangazwa kupanda kwa bei hizo za mafuta uliotangazwa hapo awali. Hata hivyo, hali hiyo inaelezwa kuwa mbaya kufuatia kile kimeelezwa kama udhibiti unaendelea kufanywa katika mlango bahari wa Hormuz, huku ikielezwa kuwa ni hatua isiyoleta matunda chanya katika ulimwengu wote kwa sasa. Takwimu za ufuatiliaji wa meli zilionyesha kwamba angalau meli 6 za mafuta zilizojaa mafuta ya Irani zimelazimishwa kurudi Irani kutokana na vikwazo vya Marekani katika siku za hivi karibuni, kufuatia kile ambacho Marekani
anakifanya kama udhibiti ama mzingiro, yani blockade. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imelaani vikali hatua za Marekani dhidi ya meli za mafuta zenye uhusiano na Irani kama kile amesema kuhalalisha waziwazi uharamia na wizi wa kutumia silaha baharini, ambapo wizara ya mambo ya nje ya Iran imebanisha hilo kupitia chapisho lake rasmi katika mtandao wa X, zamani Twitter, ikieleza hali ilivyo sasa katika mlango bahari wa Hormuz na kile imesema kama uharamia wa serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Jr. Trump. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Iran Fateme Mohajerani ameviambia vyombo vya habari siku ya leo kwamba serikali ya Iran imejiandaa kikamilifu kwa matukio ya vizuizi vya baharini vinavyoshuhudiwa hivi karibuni, mapema hata kabla ya vita havijatokea, likisema kwamba na hivyo haishangai wala haishtushwi kwa kile ambacho Marekani inakifanya, ikiwa tayari serikali ya Iran imejidhatiti kikamilifu. Katika taarifa yake hiyo, ya msemaji wa serikali ya Irani amebainisha kwamba Tehran ilikuwa ikitumia njia za biashara kaskazini mashariki na magharibi ambazo hazitegemei hasa bandari ya Ghuba ili kupunguza athari za kizuizi cha Marekani katika mlango bahari wa Hormuz. Akienda mbali zaidi, msemaji huyo wa serikali ya Irani amesema kwamba kati ya meli 125 hadi 140 kwa kawaida zilivuka na kuingia kutoka kwenye mlango bahari kila siku kabla ya vita, lakini ni meli 7 zilizofanya hivyo katika siku zilizopita, kulingana na data ya ufuatiliaji wa meli ya Kepler na uchambuzi yakinifu wa satellite kutokea Cinemax. Zimeeleza kwamba hakuna hata meli moja kati ya hizo zilizobeba mafuta kuelekea soko la kimataifa. Hata hivyo, kufuatia kauli hiyo ya msemaji huyo wa serikali ya Irani, pia maafisa wakuu wa serikali ya Irani wakizungumza na shirika la habari la uchunguzi huko nchini Irani kwa sharti la kutobainishwa majina yao, wamesema kwamba pendekezo lililowasilishwa hivi karibuni na Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Irani, Islamabad mwishoni mwa wiki hii, limelenga mazungumzo katika hatua stahiki, huku swala la nyuklia likiwekwa kando mwanzoni mwa mapendekezo hayo kama sharti kuu kwa serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Trump. Maafisa hao wamesema kwamba hatua ya mwanzo ingehitaji kukomesha vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani na kutoa dhamana kwamba Marekani haiwezi kuanzisha tena, kisha wapatanishi wangetatua kizuizi cha jeshi la wanamaji wa Marekani huko mlango bahari wa Hormuz dhidi ya meli za biashara za Irani kwa njia ya baharini, na hatimaye serikali ya Irani ingeachilia wazi na kufungua mlango bahari wa Hormuz ambao ulifungwa mapema chini ya udhibiti wa vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika mazingira hayo, maafisa hao waandamizi wa serikali ya Irani waliogomea kueleza majina yao wamesema kwamba masharti kama hayo ndiyo yangepelekea mazungumzo bainifu kufanyika na masuala mengine kujadiliwa kwa kina, ikiwa ni pamoja na mzozo wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, na wakisema huenda ndipo suluhu ya vita ingebainishwa kwa serikali ya Irani kwa masharti yake, kwa kile wameeleza kama legevu, endapo Marekani ingefuata yale ambayo Irani inayataka. Kufuatia kauli ya rais wa Marekani Donald Jr. Trump ya kutofurahishwa na kile ameeleza kama hatua zinazochukuliwa na serikali ya Irani chini ya uongozi mkuu wa taifa hilo unaongozwa na Mujtaba Ali Khamenei Hussein, akisema kwamba ni mapendekezo yanayohalalisha mwendelezo mkubwa zaidi wa vita katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa katika ardhi ya Uajemi. Wakati hayo yote yanajiri, serikali ya Irani kupitia wizara ya mambo ya nje imebainisha dhima na matokeo chanya kupitia safari mbalimbali na ziara za kimkakati zilizofanywa na kuendelea kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, wakisema kwamba safari hizo na ziara hizo ni ziara za kuzaa matunda chanya kwa taifa la Iran. Katika taarifa ya awali walioeleza tija ya ziara hizo, wizara hiyo ya mambo ya nje ya Iran imesema ya kwamba kupitia ziara ya Abbas Araghchi nchini Urusi, ambayo alikutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, si tu makutano ya kawaida, bali ilikuwa ni ziara ya kimkakati na muhimu, ziara ambayo inakwenda kufungua macho ya dunia juu ya mfumo wa hapo kabla, ambapo kile
imeeleza serikali ya Marekani imekuwa ikiamua kila kitu na sasa inakwenda kufikia mwisho wake juu ya hilo. Katika taarifa hiyo pia, wizara hiyo ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin alikuwa wazi na wa moja kwa moja akisema kwamba Urusi itafanya kila linalowezekana kulinda maslahi ya Irani, na amesema ataendelea kuimarisha ushirikiano wao na kuwasaidia katika kipindi hiki kigumu cha vita na hata wakati mwingine. Hata hivyo, taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje ya Iran pia imesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amethibitisha ushirikiano mpya baina ya serikali ya Irani na serikali ya shirikisho la Urusi kati ya nchi hizo mbili, akishutumu vikali Marekani kwa kuvunja mazungumzo kwa madai yaliyotiwa chumvi na masharti ya kibabe. Katika taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje ya Irani imeeleza kwamba pia mazungumzo hayo baina ya pande hizo mbili za ushirika yanaonyesha hali halisi inavyojitokeza ulimwenguni katika dunia mpya yenye uwiano zaidi na ikizaliwa katika mazingira ambayo nchi kama Urusi, Irani, China na nyinginezo kutoka Global South zinajenga ushirikiano imara kulinda uhuru wao, ikisema na sasa hakutakuwa tena na swala la kuomba ruhusa ama idhini kutokea kwa dola kubwa, bali ni kuunganisha nguvu na kupambana pamoja dhidi ya mdhalimu. Taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje ya Irani imeelezea kwamba pia Trump hana tu wasiwasi kuhusu masuala ya kijeshi ama uchaguzi. Kinachomsumbua zaidi ni kitu cha ndani zaidi. Anaona mfumo uliomwezesha kuweka sheria za mchezo kwa dunia nzima ukianza kusambaratika. Na sasa mataifa yenye nguvu kama Urusi yanathibitisha ukweli halisi kwamba ulimwengu wa sasa hautasalia tena katika kutegemea kauli ya Washington ama Marekani. Kwa vizazi vipya vya mataifa ya kusini mwa ulimwengu, yani Global South, huu ni ujumbe wenye nguvu zaidi na mafunzo makuu. Upinzani wa pamoja unafanya kazi. Watu wanaweza kujenga mustakabali wao wenyewe kwa heshima kubwa bila kuomba uhuru. Ni kama mdundo wa ngoma pamoja ambapo kila nchi inatoa sauti yake na kwa pamoja zinatengeneza wimbo mpya wa uhuru na uhalali wa kila jambo kwa maamuzi yao binafsi. Irani na Urusi kupitia ushirikiano huu wa kimkakati wanaandika sura ya kwanza ya ulimwengu wa haki zaidi, mapinduzi ya ulimwengu wa pande nyingi, yani multipolar renaissance. Si wazo la mbali tena, bali ni ukweli unaoshuhudiwa na kuendelea hivi sasa. Na kwa utaratibu wa zamani wa upande mmoja, unipolar order, ukweli huo ndiyo tishio kubwa kuliko yote ulimwenguni kote. Na huu ndio mwisho wa kunukuu taarifa iliyotolewa na serikali ya Irani chini ya wizara ya mambo ya nje ya taifa hilo kufuatia mazungumzo ya kimkakati baina ya serikali hiyo ya Irani na taifa la shirikisho la Urusi Abbas Araghchi na Vladimir Putin yaliyoshuhudiwa siku ya jana. Hata hivyo, hayo yote yanajiri wakati ambapo Irani bado haionyeshi dhamira yoyote ya karibu, pengine ikawa na mazungumzo na Marekani ya kusitisha vita, ikibainisha wazi masharti yake ambayo yamekuwa kama kipaumbele na ikihitaji yafuatwe kikamilifu bila kupuuzwa hata theluthi yake. Hayo yote yanakuja wakati ambapo kumeshuhudiwa patashika katika lango kuu la bahari la Hormuz, lango lenye dhima muhimu kwa kusafirisha bidhaa nyeti ulimwenguni, yani mafuta na gesi, bidhaa ambazo zinaarifiwa ndizo sababu ama chanzo kikuu cha kudorora kwa uchumi ulimwenguni ama kupanda hadi kileleni kwa gharama za maisha. Je, wewe unatazama vipi hali ilivyo sasa na hali inavyoendelea kuwa huko ulimwenguni kwa sasa, na ikiwa vita hivi vitaendelea kusonga mbele karibu hata miezi miwili au zaidi?